Kuoga janaba na kuoga hedhi yote ni aina moja tu, hakuna tofauti. Namna unavooga damu ya hedhi ikimalizika ndo namna utakavooga janaba baada ya kustarehe na mke wako wa halali, au labda umeota ndoto za jimai usiku katika usingizi, umeamka umeona baadhi ya maji, utakwenda kuoga janaba. Namna Mtume alivyofanya na namna Mtume alivyofundisha, unaosha sehemu za siri kwanza, mbele na nyuma, alafu unatawadha kama unavyotawadha kwa ajili ya swala, isipokuwa miguu hauoshi. Hii ndo kauli nzito, utaosha mwisho, alafu unaanza kujimwagia maji upande wa kulia kuanzia kichwa, unajimwagia mpaka kwenye mguu chini, alafu unakuja upande wa kushoto unajimwagia mpaka kwenye mguu chini. Na yule mwanamke ambaye amefunga nywele yake mafundo yale tight, akimwagia maji itaingia ndani tu, kwa hivyo aimwagie maji zaidi, maji itaingia. Kuna baadhi ya wanazuoni wanasema aregeze kidogo, kwa sababu ili maji ipate kupenya mwili nzima ipate maji. Lakini kama Mtume alivyomwambia Bi Zainab kwamba amwagie maji tu nywele yake bila kuifumua, na ile maji itaingia. Maji inapenya kila mahali, hata mahali ambapo nywele iko tight itapenya tu. Hapa itakuwa umeshaoga janaba na vile vile umeoga hedhi, ni hiyo hiyo moja. Na wakati mwingine mtu anaweza kaingia kwenye swimming pool au kwenye bahari hivi akapiga mbizi akatoka, ameshaoga kwa nia kwamba alikuwa naoga. Muhimu ni kwamba mwili nzima imepata maji.